Ndugu zangu, kumekuwa na hili jambo ambalo linaendelea mitandaoni ambalo ni jambo la Nicole JB. Huyo mdada ambaye anapita hapo. Unajua jamani, twende mbele tu nyuma. Huyo dada amekamatwa kwa kosa la kuwaibia watu mtandaoni hizi pesa za kijumbe hizi. Lakini ningependa kuzungumza jambo moja kwamba cha kwanza, watu inatakiwa tukue kiakili kwamba sio kila mmoja wa kumpa fedha zako wewe kwamba waweze kukuchezeshia hii michezo ambayo tumekuwa tukiicheza. Na kitu kingine ambacho pia tunaweza tukawa tunaongea, jamani, watu wengi mmekuwa mkiongea kwamba Nicole sijui na nini, lakini serikali imefuatilia, imegundua kwamba kweli yule mtu ana makosa na amechangisha bila ridhaa ya serikali. Unaelewa? Kwa sababu hizo fedha wanavodai wenyewe inatakiwa ulipe kodi. Hizo pesa wanavyochangishia watu. Lakini kitu kingine tunaweza tukazungumzia ni swala moja, ndugu zangu, inatakiwa tueleweshane. Haya masuala ya kuiba haya pesa za watu yamekuwa ni mengi sana ambayo yanakuwa yanaendelea, ambayo inatakiwa sisi tuyafumue na tusiyafumbie macho yanapoendelea. Kuna watu ambao wanatumia akaunti fake, ambao ni watu maarufu sana, wanatumia akaunti fake. Kuna watu wanaishi maisha ambayo sio ya kwao, wanataka kuforce maisha ambayo sio ya kwao yawe ya kwao. Umenielewa? Na ni kitu ambacho hakiwezekani kwenye maisha. Wewe huwezi ukaishi maisha ambayo sio ya kwako. Na ndio hicho kitu kinachowakost watu wengi, kwa sababu wanataka kuishi maisha ambayo sio ya kwao. Unaelewa? Watu wengi wanataka kuishi maisha ambayo sio ya kwao, na ndio maana ukuta wanaishia pabaya. Kwa hiyo wewe kama mtu ambaye unajiamini, ishi maisha yako ili usipate tamaa na vitu vingine vya watu. Kwa sababu unapotamani vitu vya watu inakuwa unapokuwa sijui nisemeje, unapokuwa una fake maisha, uishi maisha yako ambayo yale unatakiwa kuyaishi, unaingia tamaa, unaanza kutamani, mwisho wa siku unaingia kuwaibia watu. Unaelewa? Na unakuta watu wengine ni watu maarufu kabisa, mtu anaongea na video call, anajua kabisa anaongea na fulani, lakini mwisho wa siku huyo fulani anamtapeli. Watu tunatetea, tusitetee upumbavu. Nicole, ulichokifanya umekosea, tena umekosea sana. Mimi kama mifumo na akili kwamba Nicole kakosea sana, kwa sababu tulikuwa tunamwamini, na wasanii wa nje wenzetu wanalinda kitu kinachoita kuchafua jina. Tena nje wanakutenga kabisa. Yaani wanakutenga kabisa wasanii wa nje. Kwa hiyo msanii natakiwa ulinde jina lako lisichafuliwe kwa vitu vya kijinga. Umenielewa? Yaani msanii natakiwa ulinde jina lako lisichafuliwe kwa mambo ya kijinga. Wasanii wengi mmekuwa mkiishi kwenye maisha ya kufeki, lakini hata ukila ugali na maharage, ndugu yangu, kuna mtu atakuuliza. Hata kama akikuuliza atakukata. Hawezi akakukata. Kwa hiyo ukila ugali na mlenda ni wewe, ukila ugali na nini ni wewe. Ni sisi tu limbukeni wa maisha. Wenzetu wao maisha ni ya kitu cha kawaida. Mungu tu atusaidie ndugu zangu. Pia Nicole, hicho kitu ilichokifanya umekosea, kwa sababu watu tunaibiwa, tunajua uchungu wa kuibiwa, tunajua uchungu wa kutapeliwa. Kwa hiyo jamani, hapana, amekosea sana. Yaani watu wanaibiwa. Watu ni wanaibiwa sana. Kwa kiasi kubwa mno watu wanaibiwa. Na kila siku tunalalamika kuhusu masuala ya waizi. Kwa hiyo inatakiwa ndugu zangu tuishi kwa umakini sana. Usimpe mtu hela yake. Pia Nicole kama hivyo atakao mchangia fedha atoke tu, lakini tunaamini atakuwa amejifunza jambo. Kwenye kunyea debe, amenyea debe, amejifunza jambo. Kwenye maisha liko vipi? Haitakiwa tapeli watu. Ingia mtandaoni, omba.